katika TV ya TLTV katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni mchungaji Robert Njoroge na nimeokoka. Yesu ni Bwana, na nataka niweze kuchukua fursa hii tuweze kushiriki neno la Mungu katika upendo wa Kristo. Ningelitaka siku ya leo tuweze kuangalia upendo wa Kristo kama jinsi ambavyo neno la Mungu linasema ya kwamba ameupenda ulimwengu jinsi hii akamtoa mwana wake wa pekee ili yeyote atakayemwamini aweze kuokolewa. Na ni upendo huu ambao umetubeba mpaka tulipo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku ya leo ningelitaka niweze kuupa ujumbe wangu kichwa ya kwamba Mungu anamtafuta mwanadamu baada ya moyo wake. Amen. Kwa sababu Mungu ako katika shughuli za kutafuta mwanadamu watakayeshirikiana katika kufanya kazi yake. God is always on the search of the men and women to work with, kwa sababu Mungu hufanya kazi na wanadamu ambao wako tayari, ambao wametayarishika kufanya kazi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ningetaka tuende katika kitabu cha Gideoni. Ni kitabu kiko katika kitabu cha Waamuzi katika Agano la Kale. Tutaangalia katika mlango wake wa 6. Nataka tuangalie mtu ambaye alikuwa anaitwa Gideoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tumesema ya kwamba Mungu ako katika shughuli za kumtafuta mwanadamu atakayefanya kazi pamoja naye. Mtazamaji wangu popote ulipo, ningelitaka uweze kujua na kufahamu ya kwamba Mungu yuko katika enzi yake wakati wote. Mungu ako katika kiti chake cha enzi wakati wote, na wakati wote Mungu yu tayari kufanya kazi na mwanadamu ambaye moyo wake uko tayari kufanya kazi na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati ambapo tunatembelea katika kitabu cha Agano la Kale, tunaona mambo mengi ambayo Mungu aliyafanya. Tanzia mwanzo, kuna mambo mengi ambayo tunaona matukio ya Mungu alifanya, miujiza. Kuanzia wakati wa Enoki, kuanzia kuja wakati wa Abrahamu, kuja wakati wa manabii wote ambao waliinuka na kutembea na kuenenda na pamoja na Mungu. Na tunaweza jiuliza swali siku ya leo, ziko wapi ishara? Iko wapi miujiza? Uko wapi mkono wa Mungu? Kwa sababu tunapotazama Agano la Kale tunaona mambo mengi ambayo ilifanyika. Tunapoingia katika Agano Jipya tunaona Bwana Yesu, tunaona mitume, tunaona miujiza iliyofanyika, tunaona ishara kubwa zilizofanyika. Kwa sababu wale watu walijitoa, mioyo yao iliunganika na mbingu. Walikuwa tayari, walijitoa kwa ajili ya Mungu, naye Mungu alikuwa tayari kutembea pamoja nao. Ningelitaka tuweze kuangalia pahali ambapo kanisa tumefika, na ni vipi ambavyo tunaweza tembea na Mungu na Mungu akakubali kufanya kazi pamoja nasi. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia ya kwamba sisi ni watenda kazi, naye ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tutaenda kumwangalia mtumishi wa Mungu aliyeitwa Daudi. Ni kitabu cha Waamuzi. Nitaenda tu pale nisome mistari kadhaa, na kisha baadaye tutaangalia vile ambavyo Mungu alimtumia Gideoni hata baada ya kujidunisha. Neno la Mungu linasema katika mstari wa kwanza ya kwamba the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hands of Midian for 7 years. Mstari wa pili unasema and the Midian had the upper hand against Israel, and because of the Midianites the children of Israel made for themselves the dens which are in the mountains and the caves and the strongholds. And it happened, mstari wa tatu, that when Israel sowed seed, the Midianites would come up, and the Amalekites and the eastern people would come up against them, and would camp against them and destroy the produce of the ground as far as Gaza, and leave the supply of food for Israel, no sheep, no ox, no donkey, for they would come up with their livestock and their tents
and they would come as numerous as grasshoppers. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema ya kwamba kichwa ama mwanzo, neno la Mungu linasema ya kwamba na Israeli ikatenda maovu. Israeli ikatenda mabaya. Haleluya. Kwa hivyo wakati wote, wakati ambapo nchi ama taifa linatenda maovu, linatenda mabaya, linatenda dhambi, huwa linaondoka. Na ningelitaka mtazamaji wangu uweze kuelewa ya kwamba Mungu haondoki. Mungu haawachi watu wake. Lakini kile ambacho huwa kinaondoa watu kutoka kwa Mungu ni dhambi. Dhambi inatenganisha. Kumbuka katika kitabu cha Mwanzo, wakati ambapo Mungu amemuumba Adamu, alimwambia ya kwamba na mti ulio katikati ya shamba usiule, kwa sababu utakapoula utakufa. Kwa hivyo tunaona dhambi ni kutotii sauti ama neno la Mungu. Na dhambi ndiyo njia ambayo huondoa mwanadamu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu haondoki, ila mwanadamu huondoka wakati ambapo anatenda mabaya, anatenda dhambi, inamuondoa kwa Mungu. Pasipo kujua wala kuelewa ya kwamba ameondolewa, kifo huwa inaingia. Kwa hivyo neno la Mungu linasema katika Waamuzi 6 ya kwamba wana wa Israeli wakatenda dhambi. Kwa hivyo ile dhambi kawasukuma kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo walipoondokea Mungu, Mungu akawaachia maadui. Praise be to God. Kwa miaka 7 neno la Mungu linasema ya kwamba maadui wao wa Midiani wakawakalia, wakawatesa, wakawafanyisha kazi ngumu, kwa sababu walikuwa wamemuondokea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio Waamaleki peke yake, lakini sio Midiani peke yake, lakini pia na Waamaleki na watu waliotoka mashariki wakashirikiana kuwakandamiza, kuwatesa, kuwafinyilia wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa wameondoka katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninapenda sana kile ambacho ninachokiona katika mstari wake wa 7, kwa sababu unasema hivi: and it came about when the children of Israel cried unto the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet to the children of Israel, who said to them, thus says the Lord God of Israel, I brought up to you from Egypt, and led you in the house, and led you out of the house of bondage. Na mstari wa 10 inasema hivi: and I said to you, I am the Lord your God, do not fear the gods of the Amorite, in whose the land you dwell, but you have not obeyed my voice. Bwana Yesu asifiwe sana. So God had already instructed them. Alikuwa amewapa maagizo ya jinsi watakavyoishi katika nchi ambayo walikuwa wameimiliki, lakini wakaasi sauti ya Mungu, wakakataa kuitumikia, kuisikia, kuitii ile sauti ya Mungu. Wakafanya kama vile mataifa waliowapata pale wakifanya, wakaishi, wakajibeba, wakajisahau ya kwamba wao walikuwa ni tofauti. Na kwa hivyo wakaondoka. Dhambi huondoa. Dhambi hutenganisha mwanadamu na Mungu. Dhambi inaleta kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba they cried. In other words, wakatubu. They repented. Na kwa sababu wakati wote Mungu huwa katika enzi yake akigoja mwanadamu ambaye ako na moyo ulio tayari kurejeshwa, unaotubu, unaomulilia Mungu, unaoomba kwa ajili ya kujuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasikia. Na neno la Mungu linasema akamtuma nabii. Nilikuwa nimeanza na kusema ya kwamba ningelitaka tuweze kuelewa ya kwamba Mungu anatafuta mwanadamu. Hallelujah. God is seeking for a man after the heart, the attitude, the condition. Hallelujah. The heart that is ready to hear, the heart that is ready to obey the voice, the word of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Gideoni, neno la Mungu tukiendelea kuliangalia, ya kwamba
Wanaisraeli walikuwa wamejificha katika mapango, walikuwa wamejitafutia pahali ambapo ni pako fiche kwa sababu ya hofu. Unajua, wakati wote ambapo mwanadamu anaondoka kwa Mungu, hofu inaingia, shaka inaingia, kifo kinaingia, matatizo inaingia, kwa sababu Mungu hayuko. Ni Mungu ambaye anafanya ya kwamba kila kitu kinakuwa sawa sawa. Ni Mungu ambaye analeta utosherefu katika maisha ya mwanadamu. Ni utajiri, Mungu ni utajiri ulio wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati wote ambapo mwanadamu anaondoka, umasikini, hofu, ukosefu unaingia. Kwa hivyo tunaona wana wa Israeli sasa hawako katika manyumba zao, hawako katika starehe. They were not in their own rest. They were moved to the mountains. They were in caves. Walikuwa wamejificha. Lakini tunaona Mungu anamfikia Gideoni. Haleluya. Anamfikia Gideoni kwa sababu Gideoni alikuwa na moyo ambao ungeunganika na Mungu. Ulikuweko tayari kutii, ulikuweko tayari kumsikia, ulikuwa tayari kuenda na kanuni na sheria za Mungu. Kwa hivyo Mungu anamfikia Gideoni. Na tunaona kwa sababu ya wakati sitaweza kusoma hili neno mpaka kule chini, lakini ukiangalia kuanzia mstari wa 11 kwenda chini utaona vile ambavyo Mungu anamuelekeza Gideoni. Anamtumba katika nyumba ya Naftali, anamuelekeza katika nyumba ya Asha, anamuelekeza katika nyumba ya ndugu zake waende wamsaidie kupigana. Actually ni moyo wa Gideoni ambao uliwavutia, uliwanyoshia mkono waje wamsaidie. Lakini wakati ambapo hawa watu wanakuja pamoja, tunaona ya kwamba ni idadi kubwa. Ni watu 32,000 ambao wamejitoa kwa sababu ya kumsaidia Gideoni kwenda kupigana kwa ajili ya nchi ya Israeli. Lakini wakati ambapo wamekusanyika, Mungu anamwambia Gideoni ya kwamba hawa watu ni wengi sana. Kumbuka ya kwamba Mungu alikuwa amempata Gideoni. God is looking for a soul man. He is looking for a person who is available in the attitude of mind, in the condition of the heart. Mtu ambaye amenyenyekea, mtu ambaye ako tayari. Amen. Kwa hivyo wakati ambapo Gideoni anakuja na umati mkubwa, watu 32,000, Mungu anawaambia hapana, hawa watu ni wengi sana. Mungu hahitaji umati ili ajitukuze, ili apate sifa. Mungu anahitaji mtu atakayeinuka kwa ajili yake. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambapo wanainuka, Mungu anawaambia hapana, wapeleke katika mto, na ili ya kwamba niweze kujitafutia watu ambao mimi mwenyewe ningeweza kuwatumia. Na tunaona katika mtihani wa kwanza katika maji ya kwamba wale watu wanaondoka 20,000. Haleluya. 22, panabaki na watu 10,000. Lakini Mungu anamwambia Gideoni, bado hawa watu ni wengi mno kwangu mimi kuwatumia. Wapeleke. Kwanza aliwatangazia ya kwamba yeyote ambaye ako na hofu, yeyote ambaye anahisi ya kwamba hajisikii kuwa na nguvu ya kutosha, arudi nyumbani. And we can see a multitude, a big group, hallelujah, of 22,000 men and women going back to their comfort zone. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii inatupa picha mzuri sana ya kanisa vile lilivyo. Though tumeinuka na tunasema ya kwamba Yesu ni Bwana, though tumeinuka na wote tunaonekana tunatembea safari ya mbinguni, lakini kuna changamoto ambazo zimeweka wengi katika pango, zimewaweka katika hofu. Wameshindwa na kuinuka katika imani, wameshindwa na kusimama katika nafasi zao kwa sababu ya kile changamoto za kawaida ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii imeweka wengi mbali na mpango na mpangilio. Wameshindwa na hata na kumwamini Mungu kwa sababu ya kile ambacho kimebebeka katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona vile ambavyo Mungu anaendelea na kuwasukuma katika mitihani. Anampeleka katika vijito vya maji. Anasema kwa wale watakaoramba maji, watakaoramba maji kama vile mbwa arambavyo maji, basi watenge, na wale watakaoinama
kunywa maji kama vile ng'ombe waweke kando. Kwa hivyo Mungu akajitengea watu 300. Kwa hivyo tena watu 9,700 wakachujwa na wakaondolewa, wakatumwa nyumbani. Kwa hivyo Gideoni akabaki na watu 300 peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma chini utaona vile ambavyo Mungu anawatumia watu 300 na kuwagawanya katika vikundi vitatu na kwenda kupigana na maadui ambao walikuwa pia katika jeshi la falme tatu. Amen. Jeshi la falme tatu ni onyesho ama ni thibitisho ya kwamba Mungu hashindani na mwanadamu kulingana na nguvu na uweza na hekima na maarifa na utajiri na silaha alizonazo, lakini Mungu ni mwenye enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anamuelekeza Gideoni, anamwambia ya kwamba wewe chukua vinumbi ama tarubeta. Haleluya. Na ugawanye jeshi lako katika vikundi vitatu. Na mara tu utakapopiga vile tarubeta utaona ushindi wa Mungu. Amen. Na ukisoma chini utaona vile ambavyo Gideoni anaenda katika kambi ya maadui wake, na kule anawapata vile wakipanga vile ambavyo watamshambulia wana wa Israeli. Na kwa masikio yake anasikia kile ambacho wanasema, na kwa masikio yake anasikia jinsi ambavyo wamekuwa na hofu kwa sababu ya Gideoni. Angalia vile ambavyo Mungu hufanya. Angalia vile ambavyo Mungu huinua. Angalia vile ambavyo Mungu hupigana vita vyake. Angalia vile ambavyo Mungu hupanga mambo katika njia ambayo ni ya kipekee. Gideoni ambaye alikuwa amejificha katika mapango, sasa maadui ambao wameshikana falme tatu wanaongelelea jinsi ambavyo yeye ni hodari, jinsi ambavyo upanga wake uko na makali, jinsi ambavyo yeye anaweza shambulia maadui. Na kwa lile neno likamtia nguvu hata ya kurudi na kwenda kuambia wana wa Israeli ya kwamba sasa ni wakati wa kuinuka na kwenda kuteka, kwa sababu maadui zetu wanatetemeka. Bwana Yesu asifiwe sana. And they possession themselves. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji wangu popote ulipo, ningelitaka uweze kuelewa ya kwamba Mungu hahitaji umati. Mungu haangalii idadi. Mungu anaangalia moyo ambao kwanza uko tayari kunyenyekea na kusikia sauti ya Mungu. Moyo ambao uko tayari kuenenda katika njia za Bwana. Moyo ambao umetayarishika kutumika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Gideoni akashuka na akaenda katika vita usiku wa manane. Na neno la Mungu linasema ya kwamba kwa vile walikuwa wamejigawa katika vikundi vitatu, wakapiga tarubeta usiku wa manane, na maadui wakaanza kuchinjana wenyewe kwa wenyewe. Wakaanza kumalizana wenyewe kwa wenyewe. Kanisa la Mungu, popote ambapo unanisikia ama unanitazama, ningelitaka uweze kuelewa ya kwamba haifai wewe kujishughulisha katika kupigana vita vyako mwenyewe. Muda wa kupigana, muda wa kusimama na nguvu zako na hekima yako na masomo yako umefika mwisho. There is one thing that is required of us as men and women called of God. Ni sisi tuweze kusimama na kuinuka na kusurrender to the power of the Almighty. Tuambie Mungu ya kwamba tungelitaka aweze kutuongoza katika vita vyake yeye mwenyewe. Aweze kutumia silaha zake yeye mwenyewe. Kwa sababu Mungu anahitaji mtu. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17, na sitasoma kwa sababu ya wakati, lakini ukiangalia pale utaona ya kwamba Mungu anamuinua mtu ama mtumishi aliyeitwa Elia. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Israeli ilikuwa imeasi. Na tulianza na kusema ya kwamba hakuna chochote ambacho kitatenganisha mwanadamu ama ushirika ama uhusiano wa Mungu na mwanadamu isipokuwa ni dhambi. Kwa hivyo walikuwa wametenda mabaya, walikuwa wamemuasi Mungu, na hivyo Mungu alikuwa hayuko pamoja nao. Walikuwa wameondoka kwa sababu Mungu haondoki. Waliondoka kwa sababu ya matendo mabaya. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba Elia akasimama kama nabii wa Mungu. Elia ndiye alikuwa sauti ya Mungu. Wengine wote walifuata miungu ya kigeni. Waliabudu miungu ya Baali.
Na neno la Mungu linasema ya kwamba walipoasi Mungu wakaiabudu miungu ya Baali, neno la Mungu linasema ya kwamba Eliya akasimama, na wakati ambapo walisimama kukawa na mashindano, kwa sababu Mungu hashindani na mwanadamu, Mungu hashindani na miungu ingine. Lakini akatuma ujumbe kwa mfalme Ahabu, akamuuliza ni mpaka lini? Praise be to God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona vile ambavyo neno la Mungu linasema ya kwamba Eliya akafunga mbingu, kwa sababu wakati ambapo mnatembea pamoja na Mungu, kuna ushirika na Mungu, uhusiano mwema na Mungu, tumepewa nguvu na uweza. Kulingana na kitabu cha Mathayo, Yesu mwenyewe akawapa wanafunzi wake nguvu na uweza. Kwa hivyo Eliya alikuwa na uweza, akafunga mbingu, akasema hakutakuwa na mvua kwa miaka 3, na ikawa vile. Na katika mlango wa 18 tunaona vile ambavyo Eliya anamtangazia mfalme tukutane katika mlima Moria. Na pale tunaona vile ambavyo Eliya ananena na uweza, ananena katika mamlaka, ananena akiwa katika nafasi ya kuwakilisha mbingu. Alinena katika mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo akamwambia mfalme ni lazima ijulikane, ieleweke. So one person who was in the right hand with God, in the right relationship with God, right fellowship with God, anasimama na kujua ya kwamba mbingu iko na uweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo anatangazia mbingu inafunga maji, inafunga mvua, na kisha baadaye anasimama anatangaza na anasema ya kwamba ni lazima ijulikane katika mlango wa 18 ni nani Mungu wa kweli. Miungu ya Baali walikuwa 400, wanakuja wanawaambia ya kwamba wafanye hivi, wafanye vile, wachinje mwana ng'ombe, wainue madhabahu, watoe sadaka, atakayejibu kwa moto ndio Mungu wa kweli. Na tunaona vile ambavyo Mungu alijibu katika moto, Mungu wa kweli, baada ya manabii wa Baali kumuita Mungu wao kuanzia asubuhi mpaka jioni, na hamna vyovyote, hakuna ishara, hakuna dalili ya moto. Lakini kwa neno moja, wakati ambapo Eliya anamuita Mungu, moto unashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. So God is seeking for man who is ready to walk and do. God is seeking for a man who is ready to respond, to walk with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, popote ambapo unanitazama, ningelitaka uweze kuelewa na kujua ya kwamba Mungu anahitaji moyo wako utembee pamoja na yeye. Angelitaka maisha yako yaelekee katika njia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. So God responded by way of letting fire from heaven. Praise be to God. God responded by power. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Ahabu na Israeli yote ikajua ya kwamba kunaye Mungu, na wote wakamrudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. There are so many men and women those stood with God in the time of need, and God responded and God showed up. Watu wengi ambao huwa wanakata tamaa ni kwa sababu ya kutoelewa vile ambavyo Mungu angehitaji kufanya kazi katika maisha yao. Kwa sababu Mungu hachelewi, huwa anatembea kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu baada ya kuota ndoto katika kitabu cha Mwanzo, neno la Mungu linasema ya kwamba ndugu zake wakamdharau. Ndugu zake hawakumpenda, lakini akasimama na ndoto. You know, God is a dream giver. God is a vision giver. God is the one who leads the heart of men. Wakati ambapo Mungu amekuelekeza kile ambacho ametangaza tanzia mwanzo, huwa anamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu hakubadilika kwa sababu ya kudharauliwa na ndugu zake. Alisimama mpaka mwisho. Praise be to God. Hallelujah. So akasimama na neno la Mungu. Akasimama na mapenzi ya Mungu.
akasimama sawa sawa na vile ambavyo Mungu alikuwa amependa. Katika neno la Mungu tunaona ya kwamba Yusufu akaingia hata kama kulikuweko na changamoto, hata kama kulikuwa na pingamizi na vita, akaingia katika pumziko ama the destination ambayo alikuwa ameota. Bwana Yesu asifiwe sana. There are so many examples in the word of God, both in the Old Testament and the New Testament. Men who stood for God. Are you standing right now in the obedience, in the position that God has called you to stand? Are you faithful enough? Hata wakati ambapo maisha inaleta vita, hata wakati ambapo dunia inainuka kinyume, hata wakati ambapo changamoto za maisha zinainuka na zinazidi, are you faithful enough to remain in the position of God and to do that which is right in the eyes of the Almighty? Wakati ambapo unafanya hivyo, ningelitaka niweze kukupa hakikisho, na hakikisho ni hii ya kwamba Mungu ni mwaminifu zaidi ya vile ambavyo unaweza fikiria. Mungu ni mwaminifu hata kukamilisha kile ambacho ameanzisha. Mungu ni mwaminifu kupigana vita vyako na kufanya ushindi uweze kudhihirika. Mungu ni mwaminifu kufanya mataifa na hata falme za ulimwengu kuelewa ya kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimalizia, kati ambapo Mungu alimtuma Musa kwenda kukomboa wana wa Israeli kutoka kwa nchi the land of bondage, walioteswa na Farao. Neno la Mungu linasema ya kwamba aliwaongoza katika ushindi wake. Na wakati ambapo walifika katika bahari ya Shamu, waliona kufika mwisho kwao. Hawangeona kuendelea, because before them was the Red Sea. Besides them there was mountains. Behind them kulikuweko na maadui waliowafuata. Kwa hivyo hawangeweza kuvuka, kwa sababu hakuna angeweza kuogelea mpaka upande wa pili wa bahari ya Shamu. Lakini neno la Mungu linasema hivi: wakati ambapo walimlilia Mungu, wakati ambapo waliinua sauti zao kwa Mungu. Do you know what makes God or heaven to move on behalf of man? Ni kwa sababu ya kuinua mioyo yetu mbele za Bwana, kufanya maombezi, kumleta Mungu, kumuita Mungu katika kuwa msaada katika maisha yetu. Wakati wote ambapo tunafungua vinywa vyetu na mioyo yetu kwa ajili ya kufanya maombi kwa Mungu, heaven moves. Kuna ishara na miujiza ambayo hufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ambapo walimlilia Mungu, Mungu alimwambia Musa, inyooshe ile fimbo ya miujiza juu ya bahari, na bahari ikafanya njia. There is nothing that is going to shake. There is nothing that is going to make things to be to bring victory in your life, except when you raise your prayers, when you lay your petition unto God, when you seek God diligently. God is faithful to answer. Bwana Yesu asifiwe sana. Bahari ya Shamu ikatengeneza njia na wana wa Israeli wakavuka katika nchi kavu na wakamshukuru Mungu katika sifa na nyimbo za kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka pia siku za Danieli, wakati ambapo alisimama akiwa peke yake na akaomba. Neno la Mungu linasema ya kwamba akaomba mara 3 kwa siku. Kukawa na upingamizi kila kona ya ufalme wa Nebukadneza, kwa sababu hawakumtambua, hawakumjua. Walikuwa wameondoka kutoka kwa njia za Mungu wa kweli, wakaabudu sanamu, wakaabudu miungu ya kigeni. Lakini Danieli akasimama. Neno la Mungu linasema ya kwamba and when Daniel prayed, God heard and answered. Siku ya kwanza alipoomba Danieli, Mungu akajibu, na wafalme za Persia zikashika ile maombi ama majibu ya Danieli. Neno la Mungu liko na nguvu, wapendwa, kufanya na kutengeneza njia. Mungu anahitaji tu mtu atakaye simama kama vile Shadrach na Meshach na Abednego walivyosimama. Tuweni kanisa ambalo litaweza kusimama kwa ajili ya Mungu, naye Mungu ataweza kufanya mambo yaweze kutendeka kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningelitaka wakati huu popote ulipo tuweze kumwamini Mungu, tuweze kuomba kwa pamoja,
tuweze kuamini ya kwamba zile vita ambazo unapigana zitafika mwisho. Tuweze kuinua mioyo yetu kwa Bwana na kumwambia Mungu ya kwamba tunakuhitaji wakati huu. It is possible that we avail ourselves to God, that we surrender our lives fully to God, that we may make our God to be our close friend, our refuge in the time of need. It is possible that heaven will move on our behalf when we are available. When we are there for God, God will be there for us. Because we have seen in the scripture how he moved, how he led, how he made, how he worked miraculously, and how he made things to be possible even when they were impossible in the eyes of men. Praise be to God. Ningelitaka popote ambapo ulipo uweze kuamini huyu Mungu tunapoomba na tunapotamatisha kipindi cha siku ya leo, ya kwamba Mungu anaweza hata katika maisha yako. Anaweza fanya njia pasipo na njia. Anaweza pigana vita vyako. Anaweza dhihirisha mambo ambayo yanaonekana ni magumu na ni mazito katika maisha yako. Na kwa ajili ya kumwamini na kuinua moyo wako kwake, anaweza fanya njia pasipo na njia. Father, in the name of Jesus, I want to thank you because of my viewers. Wherever they are, in any condition, in any battles that they are fighting, God, you are God of miracles. And I thank you because you are the same God who was in the days of Gideon. You are the same God who was in the days of Elijah. You are the very same God who was in the days of the apostles. My God, I want to thank you because you are never moved. You are never changed. You are ever faithful. You are ever mighty, ever powerful God. And right now, I want to thank you because of my viewer, wherever he is watching from, wherever she is watching from, that God, you are going to reach them by your power and lift them from their condition and make them more strong once more in the name of Jesus, in their faith, in the name of the Lord, that they are not going to see the tempest, they are not going to see the waves, they are not going to see the Red Sea before them, they are not going to see the fire or the furnace, they are not going to see the lions, but they are going to see you, O God, in the name of Jesus. I thank you because you are faithful God, and you are mighty God, and you never fail and you never change. For it is in Jesus' name I do pray and believe. Popote ambapo ulipo, ningelitaka uweze kusema amina pamoja nami, na nikukumbushe tena ya kwamba ni vizuri kusimama pamoja na kuelewa ya kwamba Mungu yuko karibu sana, zaidi ya marafiki, zaidi ya wazazi. Nikuambie tena, majina yangu ni mchungaji Robert Njoroge. Ningelitaka kukukaribisha hata kuabudu pamoja nasi kama uko katika mji wa Nakuru. Sisi tuko pale Ranet umoja tu. Kanisa letu linaitwa Living Word of Faith, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho anafanya katika maisha yetu. Kwa hivyo kama uko katika maeneo ya Ranet, tunakukaribisha uweze kuja na kuabudu pamoja nasi, na tunaamini ya kwamba Mungu wa uzima anaenda kukubariki. Shalom, may the Lord bless you, may the Lord keep you, in Jesus name. You are blessed. Hallelujah.